Bullet Raja. Bullet Raja. Taitoishi Lohora Cinema. Alright. Niko hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala. Kwanza tunasikia mlio mkubwa diseni kama hiyo. Na kisha nachomoka jamaa restaurant kwenye sinema kupenda Saifa Arekana. Jina lake original, jina la sinema Raja Misra. Saifa Arekana huyo. Amezingirwa na kikosi cha ukiwa na polisi. Na kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale amepigwa risasi. Kwani alifanya nini? Rapigwa risasi disaini kama hii. Rapigwa risasi. Shalala. Kwa nini apigwa risasi? Kumbe ni jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale sasa tunakuja kujua ni kwa nini apigwa risasi. Saif Arekana. Saif Arekana ndiye jamaa arestana kwenye sinema. Amekuwa ni jamaa ameng'ang'ana sana na magaidi. Sonakshi Sinha utampata kwenye sinema hapa basi bila shaka pale akijulikana kama vile Metali. Ala, utakuja kupata watu kama vile Vidyata Jamal. Weshe Vidyata Jamal. Utakuja kumpata kwenye horror cinema bado. Watu kama vile Chanke Pande utawapata pia kwenye horror cinema. Ravi Kishan Shatar Vitar Shantanan wote warusika kukuandaria kwenye horror cinema. Ruti ni za introduction zaidi ukipenda mwanzo. Gorava Dexti arusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Achaitwa Santa Padaksatil Mutir Katal wote warihusika akina Vana Safragonta Venus Salsona Vinja Kantung Kaju wote walihusika. Pandal Singh Chanda Punda Kando Punda Nguruwe Kandi wote walikuwaga kwenye horror cinema. Rateshana Tapa Iboli Kamreshi Boliti Ngodu wote walikuwaga kwenye horror cinema. Akina Akankshamik Shanka Chong Tang wote akina Santo Topa akina Fati Puda Futa Kadi Kadi Koda Pavesa Fato Katasa wote walihusika kukuandaria kwenye horror cinema. Na bado ikiwa ni kwenye ruti za introduction tunaona jamaa wetu anang'ang'ana na magaidi. Mwanzo huyu Saif Arekana jina lake nimekishafahamisha horror cinema basi ni Raja Misra, lakini jina lake original hapa bishi ni Saif Arekana. Introduction mwanzo wa sinema. Ala, na kwa hivyo utaona kabisa anabishana na magaidi. Mwanzo yeye ni wale watu ambao hawanagagia za rivaza. Ina maana ni wale watu ambao hawajui kesho, anajua sasa ni sasa. Na kwa hivyo akawa hapa basi anakabiliana na vikosi mbalimbali vya kimagaidi. Ingawaje leo hii basi alikuwa amepelekwa mbio sana na kikosi fulani bishi Rashaka para cha kimagaidi. Ala, na hapa ni upande wa Rokno, sehemu ya kaskazini magharibi mwa kusini mwa India. Upande wa Rokno sasa. Bado jamaa wetu wamefuatwa na majangri. Ile hapa sasa tumemalizana na introduction. Ala, anafuatwa na magaidi vibaya zaidi. Kumbe alikuja akaingilia hapa basi watu fulani ambao walikuwa kwenye sherehe za harusi. Kuona tauawa akaingia hapa kwenye akachanganyika na wale watu ambao kwenye shughuli na sherehe hapa basi za harusi. Akajiseti upande ndani. Akakuja akakaa kama mgeni. Ile siku ya harusi kuna kuaga na wageni wengi zaidi. Kwa hivyo watu wakaona kama yetu ni mgeni. Na kwa hivyo aliweza kuletwa hapa si bila shaka pale kama nyweso. Na jamaa kwa jina la Rudra Trifadhi, jina la sinema, jina lake original Jimmy Shagila. Haya, Rudra Trifadhi mwenyewe ndio huyo. Rudra Trifadhi jina lake sinema. Kamwambia na wewe uko padi ya kina dem ama padi ya kina jamaa? Mimi ni cousin ya huyu bibi harusi. Na hata mimi ni cousin yake na hatujuani. Na hapa kuna mzee mwingine basi ambaye ako na kielele sana, anajulikana kama vile Lalanti Wari. Lalanti Wari anakuaga hapa basi bila shaka pale ni mtu alilelewa kwa hii familia, ni mtu ambaye amesaidiwa sana na hii familia. Alichukuliwa kwa street wakamlea. Mzee mwenye lili bomba basi hili bomba akamlea vizuri. Lakini jamaa wetu alikuja kumuuliza, wewe Vavarai wewe sio wa hii familia? Akamwambia yenyewe ni ukweli, mimi sio wa hii familia. Lakini nilikuwa nimefuatwa na kikosi fulani basi cha maadui. Nikaona naweza jificha hapa. Otherwise mimi si wa familia. Akaambiwa okay, ni siku ya kusherehekea kwa hivyo. Karibu sana hapa basi bila shaka pale nyumbani. Karibu sana mwanzo ni siku ya sherehe. Hata hivyo kumbe kale kamanzi kamemnoki. Kuna kamanzi kamemnoki
ni aje ule demo na kuchungulia. Sasa jamaa wetu Jimmy Shagil anamuuliza Saif Ali Khan, kwa nini ule demo na kuchungulia? Sasa ule demo alimnoki sana jamaa wetu kiasi kwamba alikuja kamuita, we Jimmy Shagil, oi, unaitwa huku ndani, na hakuna mtu anamuita. Ni plani ya kale Kamanzi kanataka kuja kujitetea kwa jamaa wetu hapa. Basi kama mnoki jamaa wetu Saif Ali Khan, Kamanzi kali kuingilia. No. We Raja. Naitwa nani? Raja Misra. Kamwambia naitwa Raja Misra. Leo nikwambia jina lake basi la sinema ni Raja Misra. Wewe sio wa hii familia, umekuja kukula mchere. Kwani kwenyu hakuna chakula? Kwani unakuja kunyemelea msosi? Kwani unanyemelea msosi? Unakuwa na girlfriend? Koi tikti nahi ja. Sina na sitaki. Nasa. Hata mimi sitaki boyfriend. Ati utaki na unataka nini? Kuja. Maza kampeleka pahali kuna giza. We, ukabaa mwana wake beti. Ni ukuli ya hii. Hivi venye umejaza kifua na mikono. Hivi ndivyo makagali iko na maso. Ai si ndio. Kwanza hii ni ile inaitagwa nini? Baba yao. Mimi niko na ile makagali inaitagwa baba yao. Bana machezo. Hum to जानवर चल रखे अंदर. Manza kamwambia mimi sitaki story mingi. Nataka tu utoe makagali uwekelee kwa mkono yangu. Ai, lakini punde si punde ndipo alikuja kumuona yule jamaa ambaye basi ni mtu wa hii familia kwa jina la Lalan Tayari. Lalan Tiwari. Lalan Tiwari amekuja na kikosi cha magaidi. Na just imagine yeye ni wa hii familia, kumbe ni msaliti. Ameambiwa awaua kila mtu. Sasa jamaa yetu alikuja kaambia watu, mnajua namna gani kuna mtu kwa jina la Lalan Tiwari na amekuja na magaidi ataka kuwaua. What? Hii familia. Lalan Tiwari ameripwa akuja angamize kila mtu kwa hii familia. Makusha. Wololo yaye. Sasa jamaa wetu lazima asaidie watu wa hii familia. Wololo yaye. Aish. Kitanze sasa. Kumekuja magaidi. Wametumwa waje waangamize kila mtu kwa hii familia. Jimmy Shagil alikuwa garia. Jimmy Shagil jina lake rahoro sinema ni Rudra Trefadhi. Rudra Trefadhi. Jamaa wetu Saif Ali Khan ama ukipenda Raja Misra. Mzee mwenye boma na yeye ndiye huyu sasa na machungu. Itakuwaje basi kwa sherehe kama hii watu wanakuja kuvamia boma lake? Abe Lalan Saleh Qatar. Wewe Lalan Tiwari, kumbe wewe ni msaliti. Akapigwa risasi ya mkono maskini mzee mwenye boma. Woye. Mzee mwenye boma amepigwa risasi ya mkono. Na kuna jamaa na mtaimu anataka kumuua mzee mwenye boma. Anko. Chukua bunduki. Miss anajaribu kupiga marisasi anashindwa. Jamaa na mtaimu mwanzo ameumia mkono. Sasa yule gaidi aliamua kumuua. Kwenda kumuua. Jamaa wetu hapa basi akakuingilia speedy. Saif alikuingilia speed na akapiga yule jangili marisasi kwa kuwa maisha ya Anko. Wale wengine nani kupelekwa mbio. Lalan Tiwari msariki mwenye alikuja na wale majangri akaona kumedhoka. Lalan Tiwari akaamua kuhepa. Huku sasa wanasaidia na bega kwa bega jamaa wetu Raja Misra wakiwa haba sina Rudra Trefadhi. Rudra Trefadhi na jamaa wetu Raja Misra. Salala. Magaidi wakahepa. Pero Raja Misra nimekufahamisha ndiye jamaa kwa jina lake kamili Saif Ali Khan, na Rudra Trefadhi jina lake kamili ni Jimmy Shagil. Baada ya masaa kadha wa kadha wana police waliitwa. Na huku basi wakaendelea na uchunguzi. Sasa walikuja kuuliza huyu jamaa, wewe ni nani? Kile jamaa hicho akadai mimi nilikuwa hatarini nikajificha kwa hii familia. Tukawa marafiki hapa basi bila shaka pale na huyu Rudra Trefadhi. Na kwa hivyo singekubali watu basi waue watu wao. Hata hivyo wangu akasema huyu mtu ameokoa maisha yangu live and direct. Kwa hivyo mbali na hapo sitaki kujua mambo mengine. As long as ameokoa maisha yangu, yeye ni wa hii familia sasa. Hiyo tu. और वो साला लल्लन जिसे हमने बचपन से पाला। एक बात बताइए सर, लल्लन तो आपका खास था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर प्रदेश की राजनीति ने lakini
mpaka wanapolisi walimuuliza anko, itakuwaje hapa basi Lalan Tiwari amekuwa hapa basi bila shaka pale msaliti, lakini akadai ni kwa sababu yeye kwa siasa, na kwa siasa basi watu kupata mtu wa kuaminika hapa basi ni ngumu zaidi. Hebu tuingie hapa basi pahali alipo Lalan Tiwari. Mwanzo Lalan Tiwari alikuwa ametumwa basi na kikosi cha jangili kwa jina basi la Akandavia. Akandavia mwenyewe ndio huyo, na ndiye alikuwa amemtuma hapa basi Lalan Tiwari. Hawa wote ni wanasiasa. Sasa Lalan Tiwari alikuja kuulizwa, unawezaje shindwa kufanya mauaji? Tumepanga haya mauaji kwa muda wa miezi mingi zaidi. Juu ya watu wawili. Watu wawili? Ndio, watu wawili ndio walifanya nisifanye mauaji. Hata wewe unatumia. Na unaongea namna gani hapa kama mtu ambaye anajua chenye anafanya? Kitu nimepanga miezi. Mkubwa, hawa watu wawili tu ndio walisababisha. Kamjeshi oye. Hawa watu wawili wauawe kwa mbinu zote ambazo zinawezekana. Mkubwa, hawa watu wawili wakikufa, hiyo mishoni nyingine nitafanya. Hakika na hapa, na nikishindwa nikate kichwa upike supu. Sasa kukata kichwa inanisaidia na nini? Okay, basi mkubwa, usinikate kichwa, lakini hawa watu wawili nitawaua. Sawa mkubwa? दोनों लड़के खत्म किए जाएंगे। वाह सर होटल मैनेजर anaitwa Akandavia. Akandavia. Hapa basi huyo ndiye jangili mwenye alikuwa anataka hapa basi bila shaka pale anko na familia lake lote liweze kuangamizwa. Lakini sasa kumetolewa oda na Akandavia wakiwa na Lalan Tiwari kwamba na kuita hapa basi hawa watu wawili wauawe. Sasa watu wawili wenye wanafaa kuuawa ni jamaa wetu Raja Misra pamoja basi na Rutra Trifadhi. Rutra Trifadhi. Hao ndio wanafaa kuuawa. Kwa hivyo wanapolisi walikuingilia manyumbani kwa kina jamaa wetu Raja Misra. Ilo Raja Misra basi tena nishakufahamisha jina lake ni Saif Arkana. Jina lake original. Sasa jamaa wetu walibebwa, lakini hawa wanapolisi wametumwa na Akandavia wakiwa na Lalan Tiwari wamuue. Sasa jamaa wetu walibebwa stara kama hiyo. Na wakati alikuwa anabebwa, nipo alichungulia akaona yule mwanapolisi amebeba picha yake wakiwa na Rutra Trifadhi. Unaona? Picha yake wakiwa na Rutra Trifadhi ndio imewekwa hapa. Haya, Rutra Trifadhi naye kuna pahali basi anafanyaga kazi. Ile kwa anko walikuwa wameenda juu, kulikuwa hapa basi na sherehe ya harusi. Lakini kila mtu akona kwao, na zaidi kwanza hapa basi Rutra Trifadhi kuna pahali ambapo yeye huaga basi anadunga job. Akiwa hapa basi bila shaka pale messenger ni mtu wa kupeleka mabarua hapa basi na pikipiki na kadhalika. Right on time, wakati Rutra Trifadhi anachomoka, wakaingia magaidi. Wakauliza, mnajua huyu mtu? Tumetuma kutoka kwao kijijini na nyanya yake. Watu wakwa adoa kwa shoguo. Sasa ameshaondoka. Kwa hivyo wakaambiwa hapa basi ameshaondoka. Na unaona hao ni majangili. Hao ni majangili walikuwa wametuma kuja kumwangamiza. Naye jamaa wetu amebebwa na wanapolisi, na hao wanapolisi wametumwa na majangili. Kwa hivyo amekuja kupatiana mikononi mwa magaidi basi waweze kumwangamiza. Sasa kijana usikiwe na waziwazi. Tutakuwa tunasema ulikuwa kijana mzuri. Sisi kama serikali tutaweza kutoa wizara ya Rabirambi. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi. Enda tu. Kumbe amekuja kupatiana hapa akufe. Hapa kuna hitman. Kuna muuaji ametumwa amuue. Jamaa wetu akashindwa. Kwa nini wanapolisi wamlete hapa? Lakini kuchungulia kwa kioo akaona bunduki. Tiko sawa. Wakuito. Ndio kwela Tiko sawa. Iko na maana jamaa wetu anasema sio kuzuri hata kidogo shasha. Ajabu ni kuwa mbali na hitman, yani yule muuaji. Hapa basi arashaka pale kuna mpaka wanapolisi pia wako in the operation kwenye mission ya kumwangamiza jamaa wetu. Makucha. Abani sasa hii jamaa, wani itachukua muda wa masaa mangapi kabla hajakufa? Afuatwe. Jamaa wetu afuatwe hadi kuuawa. Sasa naye anajua hapa basi it's a matter between life and death. Akapata kuna kijumba fulani kinajengwa ara za nyawizi, na lazima basi arashaka pale yeye sasa aweze kuokoa maisha yake. Lazima aweze kuokoa maisha yake. Na hapa kuna kijumba fulani ambacho kinajengwa. Chukua kamba. Jangili kwenda kupiga hapa basi yule mtu wa kujenga. Alipitwa na yeye, cheki jangili. Alipitwa na yeye. Santa. Jamaa wetu kwa yule jamaa wa mjengo. Watu wa mjengo wakafurahia zaidi kuona mwenzao ameweza kusaidiwa. Lakini all the same, magaidi wanamfuata jamaa wetu muangamize. Hawana huruma na yeye. They want to kill him dead. They want to kill him once and for all.
Sasa huyu jangili ameumia mkono kidogo. Kufika hapa, we, unatafuta nani? Eh? Mawe. Kisha kamata mateke. Salala. Mnaniwinda munikule. Eh? Majangili wengine ndio hawa. Polisi na wao vile vile. Jamaa wetu wakapita pale kama hapo. Polisi wanasikia wanaweza pita hapo, wanaona hapana. Hapana zipita hapo. Nani? Kuna mchezo zitakagi? Hiyo ni kubahatisha kifo na maisha. La. Jamaa wetu na wanapolisi wako wengi zaidi. Wamelipwa na kina Lala Ntiwari. Kina Lala Ntiwari ndio wamemlipa. Yani ndio wamelipwa waweze kumuua. Salala. Maskini jamaa wetu. Alizingirwa na pale yako basi kumejaa mawe. Wanataka kumuua oyeyai. Kana mawe akawekelea huyo jiwe ingine. Nyango za naiga. Akapita na kioo stara kama hiyo. So this is high risk. Watarisha maisha yake kabisa, lakini hapa basi anayokoa bado. Watu wamejenga wakashangilia. Baba wewe ni wapawa. Salala. Okay. Maisha yake aliyokoa ndio. G. Rudra Trifadhi, utaokoa maisha yako. Rudra Trifadhi wakati anaenda kazini asubuhi na mapema, aliitwa na mamake. Mamake akamwambia, nimekuwa na ndoto zisizo za kawaida. Kwa hivyo nataka tuombe. Na jamaa wetu akawa basi ni mtiifu. Na kuna gadhe fulani anapatiaga lift ambaye ni kazini yake. Wewe ni aje manzi tuende nipe lift. Nipe lift bana. Okay, fanya hivi, mimi nitakuja na madhiri. Wewe chukua pikipiki yangu basi. Nendaga. Okay, poa. Kwanza leo naenda round moja muenda. Kama na mamake nataka tuombe, manake nimekuwa nikipata ndoto mbaya. Kumbe majangili walikuwa wamemtime na wanajua ni yeye anakuwa basi na hii pikipiki. Unaona? Kwa hivyo waliua kazini yake. Walikuwa wanataka kumuua jamaa wetu hapa basi bila shaka para Rudra Trifadhi. Lakini wakamuua kazini yake. Na hapo ndipo Rudra Trifadhi alikuja kuambiwa, manze, wewe kuna watu walikuja kazini kukuuliza. Na tukawaambia wewe ndio unaendaga na hiyo pikipiki. Kwa hivyo lazima hapa basi bila shaka pale ni wao walikuwa. Kumbe naye jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Raja Misra alitorokea kwa kanisa akakuja hapa basi kufanywa maombi. Na ndipo aliambia hapa basi kijana, huenda kwa sababu ya venye tuliokuwa maisha anko ndio tunawindwa. Kwa hivyo tuende tukaombe usaidizi kutoka kwa anko. Mwanzo wewe umeponea chupuchupu, mimi na mimi mpaka wanapolisi wananipeleka hadharani basi mbele ya magaidi. Lazima hii yote nimeshonia Lala Ntiwari. Kwa hivyo walikuja kwa anko wakiomba usaidizi. Mwanzo ni kweli kabisa hapa basi maisha yao iko hatarini, wanahitaji usaidizi. Anko anawaambia, sikizeni, mimi ni mwanasiasa na sasa nyinyi mliingia in the line of politics. Kwa hivyo ile kitu mtafanya ni either mjiunge na kikosi changu cha magaidi, ama pahali ambapo tu mnaweza kuwa safe ni muende jera. अरे आपकी Bila makosa muende mseme tu mnataka kukaa jera. अबे बंद करना यार, बार-बार दिए जा रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है. Wewe ndiye daduma, unashida ukinipatia hapa chakula ya nini? अरे पढ़े लिखे बकैत मिलते कहाँ हैं आजकल? चुप रहो. चच्चा ये पॉसिबल नहीं है, आप तो कुछ और कीजिए. Wao walisema hapa basi hawataki mambo ya kigaidi. Hawataki kuwa kwenye kikosi chake cha magaidi. Na kwa hivyo akawatuna option moja, pengine tu waende gerezani. Kwa hivyo walikuja gerezani wakaamua kukaa kwa prison. Juwana windo na magaidi, na inajulikana basi magaidi wa kikosi cha Akadvia ni magaidi ambao ni hatari kubwa. Akadvia akisema ukufe lazima utakufa. Kwa hivyo wakabakia tu chenye ambacho wanaweza fanya ni kwenda gerezani. Imagine unaenda unaambia polisi, tafadhali polisi na kuomba niweke jera. Na kulingana basi na sheria na katiba ya India, ukisema uwekwe jera utawekwa tu. Utakaa. Kwa hivyo walikuja kukaa jera. Hai, sasa mimi nakuuliza nyinyi. Yaani watu wanalia waziwekwe ndani, nyinyi mnakuja kujileta mkae ndani. Lakini najua mnataka chakula ya bure. Kunguni. Mnataka tu mkaage hapa, kazi ni kukula na kukunywa. Wakamwambia hapana, kuna shida zimetuleta hapa. Ndio wakafahamishwa kuna mzee fulani ambaye ni tycoon. Ni mtu ambaye ako na mali nyingi sana kule upande wa nje. Ni mtu ambaye alikuwa kwa serikali akafanya hapa basi bila shaka pale akafanya corruption mingi zaidi. Yeye ni tycoon. Tycoon kumaanisha ni mtu ambaye pesa zake haziwezi hesabiwa na milionea ama bilionea ama trilionea. Yeye amezidi trilionea. Kwa hivyo yeye ni tycoon. Ako na mali, ako na pesa nyingi zaidi, lakini alikamatwa na akawekwa ndani na akafungwa kifungo cha miaka 30. Akaona badala nyang'anyo utajiri wake, wacha akae ndani. Sasa huyu tycoon
ni tajiri sana. Unaona, ndiye anapatiaga wanasiasa pesa za kufanya kampeni. Huyu ndiye mtu tu ambaye anaweza kukusaidia ukiwa na shida yoyote. Unaona? Na kwa hivyo walikuja kumwambia Vavaraye magaidi wake Akandvia wanataka kutuua. Tutafanya namna gani? Kaambiwa sasa nyinyi kuuawa tu mtauawa. Kama ni Akandvia anataka kuwaua, nyinyi kuuawa tu mtauawa. Hamna otherwise. ऐसे बड़े-बड़े सर्कल में बातें चल रही हैं तुम्हारी आजकल. Akaambiwa sikizeni. दागर्दी नहीं करनी है सर. Lakini sasa tutafanya namna gani? Wakaambiwa ile kitu mnaweza fanya. Kama kuna watu wanajaribu kuwaua na nyinyi basi lazima muwaue. Lakini wakadai hapana, wacha basi tuishi gerezani. Wakadai wacha tuishi gerezani. Hebu tuchomoke rais tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale sasa Anko. Unaona? Anko aliamua kuja kubonga hapa basi bila shaka pale na yule Akanda. Mwanzo ni wanasiasa ambao wanajuana vizuri zaidi. Aliamua kuja kubonga na Akandvia. Kuja kumuuliza Akandvia. Manze, Richa na kuwa sisi hapa basi ni wanasiasa ambao tuko kwa vyama tofauti vya kisiasa. Itakuwaje siku ambapo basi kwangu kuna sherehe ya harusi, unatuma magaidi wako wakuje kuniua? Lakini Akandvia akamdanganya akamwambia sikiza, sio mimi nilikuwa na hiyo mishoni. Ni Lalan Tiwari. अरे लेके आओ ललन wako. Na hata Lalan Tiwari nishamkamata ako hapa. Leteni huyo mtu Mogoroki. Lalan Tiwari akaletwa. Lalan Tiwari akaletwa ndio huyo. Pole pole sana. Toka ngau, unaniambia pole kitu gani? Peleka huko piga risasi ua. Wacha uawe. Sasa hame dene to karo. Sisi ni wanasiasa ndio. अरे अब तो पी लो. पढ़ाई गरम हो रहा है. गन्ने का जूस पी. Sasa utamfanyia nini? अरे गन्ने का जूस तो मैं कभी भी पिला दो. Kasikia mlio wa marasasi. Kaambiwa sijari. Huyo ni Lalan Tiwari, tumemuua. Sisi ni wanasiasa na hata kuja nikakuonesha mwili wake, tumemuua Lalan Tiwari. Lakini mtazamaji ukumbuke huyu Akandvia ndiye alikuwa amemtuma. Sasa kumfikisha basi Anko wa rais, yeye aliondoka. Kwa nini? Mwanzo hapa alikuwa ameseti kombora. Woi, Anko na watu wake wakalipuliwa. Cheki. Puliwa. Walala yaye. Lipuliwa hapa basi bila shaka pale mbaya mbovu. Lipuliwa mbaya makosa na kisha basi Lalan Tiwari ndio huyu. Mwanzo hii ilikuwa ni plani yao. Na nia yao ilikuwa ni kumuua Anko. Sasa maskini Anko yake Rudra Trifadhi. Anko yake Rudra Trifadhi ameuawa. Kisha jamaa wetu akapigwa mawasiliano, akafahamishwa sister yake alikuwa amehandwa sana. Jamaa wetu sasa basi Raja Misra akafahamishwa sister yake alikuwa amehandwa sana basi na kikosi cha kimagaidi kikiulizwa pahali alipo. Unaona? Kikosi cha kimagaidi kilikuwa kimemhanda sana hapa basi sister yake Rudra Trifadhi. Yani jamaa wetu Raja Misra sister yake alikuwa amehandwa ili aelezee pahali ambapo alipo. Unaona? Kwa jamaa wetu kuna machungu, mwanzo magaidi wamemhanda hapa basi sister yake. Kufika hapa akapata naye Rudra Trifadhi akona machungu zaidi, mwanzo Anko yake ameuawa. Alimwambia sasa ile kitu iko. Huyu Lalan Tiwari ameuka mno. Kama tulikuja gerezani juu yao na sasa tuko gerezani wamemuua Anko. Anko yako ameuawa. Ndio Anko yangu ameuawa. Na sistangu naye anahandwa. Hawa watu we have to strike them hard. Wakamwambia Tycoon sikiza. These people are looking for war and we gonna give them a little war. Hawawezi wakaua Anko na watishe sistangu alafu tuachane na wao. Wakaambiwa basi. Sasa mmeanza kuwa wanaume. Sio kutorokea gerezani, mmeanza kuwa wanaume sasa. Mlikuwa mmetorokea gerezani manake hamtaki vita, lakini sasa vita hapa basi lazima mpigane. Mpende msipende sasa. Venye situations zilivyo, lazima mpigane kwa hizi vita, mpende msipende. Mwanzo hivyo ndivyo ambavyo kulivyo shasha. Alright. Kwa hivyo waliamua kuja kumtafuta sasa yule jingine kwa jina Lalan Tiwari. Lalan Tiwari ndiye huyu anamfanyia hapa basi bila shaka pale Akandvia kazi. Kumbe ako mawindoni, wanakujaga hapa basi bila shaka pale kuwinda mbuzi mwitu, halikadhalika basi na nguruwe mwitu na sungura mwitu. Lakini kidogo hivi, nekai, salala, kwani kuna nini? Kuna kujuo.
Si ati kuna nini, kuna kumekujwa. Kuna kumekujwa, hivyo ndivyo kulivyo sasa. Lala Ntiwari na majangili wake. Lala Ntiwari na majangili wake. Lala Ntiwari na majangili wake. Kamoshe. Kamoshe. Kamoshe unaenda wapi? Kamoshe. Kamoshe. Mwingine ndio huyo. Duncan Goha. Duncan Goha pigwa marasasi. Kamoshe. Kuja hapa. We, endo pate huyu jengidi Lala Ntiwari. Na mimi wacha nikae na Kamoshe. Lala Ntiwari. हमरे चच्चा को मरवाई दिए. Ukaua anko yangu, si ndio? Tumeishi na wewe kama wewe ni ndugu yetu. Marisasi yakaisha. Mimi nakuwa na bahati ya kuua mtu. Pigwa risasi ya mkono na jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Raja Misra. Raja Misra anapiga risasi stara kama hiyo. Kamoshe. Nataka uende upeleke ripoti. Uambie wale magaidi wengine kuwa watu wametuik ama wameik Jack Carl Eaton. Hii ni kumaanisha wamechomoa mzee Kombe kwa pango lake. Na sasa watajua harufu ya unyambo wake. Goja. Huyu mtu hawezi ati akakufa haraka hivyo. Si ni msaliti. Huyu ni mtu saburi ya Judas. Unakumbuka Judas mwenye alisaliti Yesu? Yes. Huyu ni mtu saburi kama huyo. Hafai kukufa ati haraka hivyo. Lazima atuibie kawimbo kamoja. Kawimbo. Tuana dhale. Nitukana. Yeye. Hiyo ni wimbo gani unatuchezea? Hauna wimbo mwingine mzuri? Hauna wimbo mzuri ambao unaweza imba? Nendo nilengali sato. बोल ब्रह्मा जी की Kufa nyang'au, uko na tuwimbo twa wanaje mzee mkubwa kama wewe? Surai. Bamblikan namba 82. Karash nimekufa. Akakufa. Hivyo ndivyo hapa basi aliweza kuuawa huyu Lala Ntiwari. Sasa walikuta warudi gerezani wakapata yule tycoon. Tycoon licha na kwa gerezani yeye ni multimillionaire na wanasiasa wote wanapewa pesa na huyu gadhi. Na akona influence hata kama ako gerezani, akona influence ya siasa sana. Yeye ndiye anaweza kufanya basi uwe mwanasiasa. Kwa hivyo walikuja kumwambia sasa tunataka kuua Akan Via. Wakaamua kumuua Akan Via itakuwa ni vingumu. Mnahitaji kuwa na political background. Kuna mzee mmoja tu ambaye anaweza wasaidia. Sasa wakaelezewa. Kuna mzee kwa jina la Rambabu. Rambabu Shukia. Hapa basi bila shaka pale yeye anakuaga adui ya Nathuram, ya Minister Nathuram. Na wakati moja Minister Nathuram aliweza kukomboa masinari kwa jina la Suma ya Dav. Unaona? Ili hapa basi aweze kumuua nani? Aweze kumuua Nathuram. Lakini Suma ya Dav akapiga risasi yenye haikumuua vizuri Nathuram. Kwa hivyo wakaambiwa nyinyi mkitaka kuwa na background mzuri, mkitaka kuwa na power, mumuue Nathuram. Mwanzo mkimuua Nathuram ambaye ni minister na ambaye ni adui mkubwa ya Rambabu atawapatia backup. Mwanzo Rambabu wakati mmoja alimkomboa masenare kwa jina la Suma ya Dav. Suma ya Dav akashindwa kumuua Nathuram. Suma ya Dav kushindwa kumuua Nathuram, siku hizi anakaaga kwa amejifanya mwanamke ati akitafuta nafasi mzuri ya kumuua Nathuram. Kwa hivyo mkitaka support yake Rambabu, mumuue Nathuram. Mwanzo Nathuram ni adui yake Rambabu. Mkimuua Nathuram, hata Suma ya Dav ambaye ni masinari, ile mamlaka yenye amepatiwa na Rambabu atanyang'anywa. Kwa hivyo nyinyi kibarua chenyu ni mumuue Nathuram. Sasa walitora mishoni. Wanataka kupatiwa hapa basi backup na Rambabu Shukia. Walitora kumuua basi Nathuram. Nathuram mwenyewe ndio huyu. Unaona? Walitora venye watamuua Nathuram. Mwanzo Nathuram ni adui yake Rambabu. Unaona? Sasa Nathuram mwenyewe ndio huyu. हम दिल्ली से आए हैं. Wewe tunataka kubonga na Mr. Nathuram, sisi ni maripota. Haya. सर के 15 मिनट. Sisi ni maripota, tunataka kubonga na Nathuram.
unajua sasa sisi ndio tunaweza fanya awe na nguvu. Sasa Nadhram kusikia ni ati wao sasa ni akina Emmanuel Juma, alikuja mbio mbio. Mwambie sasa unasikia Emmanuel Juma, unasikia watu kama vile Mark Masai. Sasa ni sisi. Sisi ndio hawa unasikiaga namna hiyo. Ha? Ndio mimi sasa ndio mwanasiasa wa maana sana. Mimi ndiye ambaye nitaweza kukomboa hii nchi kutoka kwa umaskini. Na unasikia ni Nadhram. Na Nadhram ni adui yake Rambaba. Na wao wanataka wamuue Nadhram ili Rambambu aweze kuwasaidia. निदान की जगह Akamwambia burudi hapa nyuma kidogo. Sasa jamaa alikuja Santa Nadhram. Kai, kwani hii ni habari inaandikwa namna gani? Nilishaona habari watu wanakujaga na kamera. Hii habari inaandikwa na bunduki. Hii habari inaandikwa na bunduki. Na nyinyi wote mko na bunduki. Hapa nimedanganywa. Hapa hakuna Maasai. Hapa hakuna Masai. Na hapa hakuna Emmanuel Juma. Hii naona ni kifo. Hii naona ni kifo kabisa. We! Watu! Watu! Uwa yeye, hapana, tumue tukua mbali. Kidogo akaanza kushambuliwa. Kwanza kushambuliwa, jamaa alichukua pisto. Rudra Trifadhi. Rudra Trifadhi. आत्मा की शांति Mungu nisamehe kwa sababu ya kuua huyu mtu. Mungu nisamehe kwa kuua huyu mtu. Kula risasi. Kwani umemuua kwa karibu namna hiyo? Kisha hatimaye speed jamaa wetu wa Sabra Shakapara ukipenda Raja Misra Rudra Trifadhi pikipiki speed polisi ndio hawa. Mwanzo nasikia hapa basi alikuwa gani minister, full minister paka huyo. Nadhram alikuwa ni full minister. Sasa hapa basi bila shaka pale ni wachomoke speed. Kisha wakakuja kwake sasa Rambambu. Kamwambia sasa Rambambu, kiti chenye ulikuwa unataka sana cha uminister umekipata. Naye sasa Rambambu akampiga yule masenari kwa jina la Suma ya Dava. Akamwambia Suma ya Dava, wewe ujifanye mwanamke, ujifanye nini, sasa sikuhitaji tena. Kazi yenye nilikuwa nataka ufanye, yenye umeshindwa kwa miezi mingi zaidi, nimepata watu wa kuifanya. Imetekelezwa na watu wengine. Kwa hivyo sasa wewe, sina hoja na wewe. Sikuhitaji tena kwenye any operation. I don't need you anymore. Suma ya Dava hakuamini. Kisha sasa wakachukuliwa na wakafanywa ma chief campaigners wake Rumbamba Shukia. Kisha Rumbamba hapa basi Rubambu, anaitwa Rubambu Shukia akawaambia sasa hata nimewapatia ruhusa ya kumuua Akandavia. Na hata mkimuua Akandavia hakuna mtu atawauliza. Bas, sasa wanamtaka Akandavia shasha. Cheki maneno. Wako na backup kutoka kwa Rambabu. Alright, Rambabu Shukia. Asante sana maridadi tena pose kibisha. Rambabu Shukia anawapatia hapa basi Rambabu Shukia anawapatia hapa basi backup. Sasa walikuja kumtaimu hapa basi bila shaka pale Akandavia. Mwanzo Akandavia ndiye haswa aliweza kuhusika na kifo cha Anko. Na hicho nicho wanataka kurevenge shasha. Alright, maridadi. Sawa. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale walikuja wakamtaimu. Yaani kwanza nipatie supu ya miwa na sitalipa. Unanijua Akandavia. Pigwa risasi. Unawezaje nipiga risasi na mimi sina bunduki? Hii ni aibu. Okay, shika bunduki. Sasa hata wewe kufa kuwa na bunduki. Arapigwa. Dudra Mars Fadhi akampiga risasi na akamuongezea ingine. Magaidi wake kuja kucheki. Hapa basi Akandavia ameuawa. Akandavia ni kuisha maneno. Kisha sasa cheki majamaa wetu wote wawili kama Raja Misra na Rudra Trifadhi. Raja Misra Rudra Trifadhi mishoni yao alikuwa ni kumuua hapa basi bila shaka pale Akandavia, na Akandavia wamemuua. Sasa ni kuchomoka. Asante sana Raja Misra. Rudra Trifadhi manzi tumerie. Hapa kuna gari mwisho kwa hivyo speed majangili wanafuata cheki majangili wake Akandavia. Kisha jamaa wetu kwa pikipiki stara kama hiyo, kisha kuvuka kitambo lile gari moshi liweza kumaliza hapa mtu ambaye hapa basi upande wa kuchora bana machizo. Alright. Yule kijana hapa basi angependa sana kujiunga na wao, na hata hivi wakawa mabeshte. Hatimaye walikuja kuitwa hapa Beshi na Mishta siku moja baada sasa huyu waziri kuwa ni waziri.
Mr. Ramba Boshokia ameshinda kwa uchaguzi mdogo. Lakini anawafahamisha kuna uchaguzi mkubwa ambao unakuja. Mwanzo yeye ameshinda kwa uchaguzi kidogo, lakini kuna uchaguzi mkubwa ambao unakuja. Kwa hivyo watu wote wa maana, kuna mkutano fulani unafanywa na vinara wote, watu wote wenye wanasaidiagwa na tycoon watafanya mkutano. Kwa ule mkutano kutakuwa na watu kama vile Bajal. Bajal sasa ni mwenye anaongea. Bajal ni mtu ambaye ni investor. Bajal ni mtu ambaye ako na pesa nyingi zaidi. Na Bajal ni moja kati ya wakuu wa hii chama cha kisiasa. Na sasa mkutano ndio huu. Yes. Na ambari na Bajal kutakuwa na watu wengine kama vile habasi Barham Yudav. Barham Yudav pia atakuwa. Na kwa hivyo wakafahamishwa basi kwa ule mkutano wao wanafaa basi kwenda kumwakilisha Rambabu Shukia, na yenyewe wakakuja kumwakilisha. Ikawa ni vivyo. Sasa hiki ni chama cha kisiasa. Hiki ni chama cha kisiasa kama vile UDF, ODM, Afro Movement, yani hiki ni chama cha kisiasa. Na huyu mwenye anaongea jina lake ni Bajal. Na Bajal hapa basi bila shaka pale ndiye mkuu wa hiki chama. Bajal ndiye mkuu wa hiki chama. Na akiongea hamna mtu ambaye anafaa kuongea. Bajal akiongea hakuna mtu ambaye anafaa kuongea. Sasa Bajal alifanya watu wote formal introduction, yani akafanya watu wote waweze kujulikana wenye wako hapa. Sasa jamaa wetu Raja Misra wako na Rudra Trifadhi wakamuuliza Bajal, mbona sisi hujatufanya introduction, ama sisi sio watu? Aliambiwa sikiza, nyinyi mlifaa kuja tu hapa kutuwekea ulinzi. You are nothing but monkeys. nyinyi ni nugu. आज साहब हम तो ऐसे ही कितने nugu? ऐसी बात चल रही है यहाँ पर। ऐसे ही बात करना है तो दूर जाकर करो। Bloody monkeys. Bloody monkeys. We, unajua nugu ni ile kitu ivagi suruali? Sasa walifanywa madharau. Mwanzo wao wametumwa rasmi kibisha hapa basi bila shaka pale na Rambabu Shukia. Rambabu Shukia amewatuma wakuje kumwakilisha. Lakini huyo mudhia anawafanya madharau. Na juu ya hayo akawaita nugu. Mafarai, sisi nugu. Unaona venye nugu inakaaga vibaya ikitabia huko ivagi hada wea. Ndio. Na huyo mzee ametuita nugu kwa sababu yeye ndiye mkuu wa hichi chama cha kisiasa tutamuonesha sisi na sisi ndio wakuu wa hii tauni. Walijam. Na unasikia sasa Banjar should be untouchable. Banjar ni mtu ambaye kwa basi ni mdozi wa chama. Ni mtu ambaye hapa basi akiongea watu hawaongeagi. Mpaka Rambabu mwenyewe, Rambabu Shukia haongeagi. Wakati mapo hapa basi bila shaka para huyu Banjar anaongea. Hata hivyo Banjar alifanya makosa, akawatusi basi Raja Misra wakiwa na Rudra Trifadhi, akawaita hapa basi bila shaka pale nugu. Sasa kumbe leo hii alikuwa ameitwa kale kamanze kasopo kabisa. Mwanzo unasikia mzee pia upande wa pesa bana machezo, unasikia basi ni mwanasiasa, yeye ndiye mkuu wa hichi chama cha kisiasa na kadhalika. Chama chenye watu kama vile Sabra chaka pale Rambabu Shukia waripo. Kwa hiyo kamanze kenyewe ndiko haka jina lake original hapa basi ni Sonakshi Sinha. Jina la huyu manze kamilishi ni Sonakshi Sinha, yani jina la sinema Metali. Jina lake la horo sinema ni Metali. Sasa huyu mudhele wanitajidi, kwa hivyo vitu zote mzuri ni za mpaka manzi mrembo kama huyu hapa basi ni wake. Vile mwambia nipake mate kwa makai. Ni kisi yani. Manza kamwambia ni sawa tu. Najua nimesikia unahitaji mrembo. Na mimi nahitaji mtu. Ni sawa tu. Nogo, mimi ni pesa tu niko na haja nazo. Mlangoni kong kong kong. सर्विस Room service. Ulikuwa umeitisha kitu? Ndio nilikuwa nimeitisha Amarula. Okay. Na ujue after Amarula tutano twakarogane. Haya ni sawa sawa basi hamna shida. Letani Amarula. Amarula ni nani? Uliita nani nugu? Hiyo ndio swali yenye tunakuuliza. Kai woye, wacha mimi niende. Woi kai mimi sina ubaya. Tafadhali mimi nilikuwa nimekuja tu ni mihango ya kutafuta pesa. Yo. Tumia na ulete hii simu. Mudhae, unatukumbuka? Mnataka nipige simu mkufe mkiwa uhai? Ati tukufe tukiwa uhai. Nani ashakufa akiwa uhai? Okay. Mimi nikipiga simu hivi tu. Tumia. Wacha kupiga simu. Ati tukufe tukiwa uhai. Kwa sababu ya kutuita nugu, unatulipa na 5,000,000. Kwa hivyo tunataka upige simu, useme tunatoa 5,000,000. Na usiniangalie hivi mrembo. Unasikia?
useme unataka kutoa donation, ni pesa za kwenda kufanya campaign milioni 5 kwa sababu ya kutuita ndugu. Havarai, unaita wazee ndugu? Ha? Adhuri wazee. Halo. Bali zenye buku kwanza tuende pahali basi pazuri. Na ukijaribu kusema hivi ni risasi, nasikia madam. Ujaribu kuleta kinyuliru risasi. चलिए Kaa hapo ndani. Tuwapeleke pahali mzuri. Kai wewe wacha ni mimi niende, sitaisema kitu. Si tunauaga watu hadharani, kaa ndani ama ukufe. Ala? Usilete urembo wako hapa, tutakuwa na huo urembo wako. Ala. Cha huyu bwana yako anasema ati tutakufa tukiwa uhai. Tunawezaje kufa tukiwa uhai? Eh? बदतमीजी करना छोड़ Sisi tunataka pesa, kulipwa. Lazima utulipe kutuita ndugu. Eh? Uimagine kutuita ndugu, tuna kama ungetuita kitu kama dhegere. Eh? Hapo mrembo. Faster simu 5 million za campaign, useme ziwachwa pahali fulani. सारा खेल मुंह से. Na wewe mdemu ujaribu kufuga mdomo, sawa? Tusisumbuane. सुनो दिवाकर. Irogo wa noti. Oi. Nataka milioni 5. Mpeleke pahali fulani haraka. Na nisiulizwe swali. Hizo milioni 5 zinatoka kwa akaunti yangu. Nasikia unasikia? Sawa. Hiyo second break. Ikosekane. Uone venye sisi tunauaga mtu. Sisi wale watu ati tukianza kukuua tunakuua pole pole. We, alafu nani anaendea hizo pesa? Acha niende. Ai. Na ukifikiria uende nazo, lakini jamaa wetu akaona hapa kuna kadem na anataka kujitetea. Anataka kujitetea kwa kale kadem basi Raja Misra. We, nini? Wewe endea pesa wewe. Haya, Aisru finally kawa basi Rudra Trifadhi ndiye atendea zile chapa. Rudra Trifadhi bishi na akaziendea zile chapa. Rudra Trifadhi. Cheki maneno. Alright. Santa sana. Rudra Trifadhi alikuingilia. Wacha sasa huyo achungulia aone ako karibu na kwa mkuu wa polisi. Kai. ये सब का बंगला. Yaani mmeniteka nyara mkanileta karibu na kwa mkuu wa polisi, si ndio? Hapa hakuna mtu anaweza suspect tunaweza kuwa hapa. Tunakuteka nyara tunakuleta hapa. मैडम. Niaje madam? Sasa si uweke news tuone. Unakaa namna gani? Haya. Rudra Trifadhi naye amekujia chapa. Hapa nipo ambapo pesa zilifaa kuwekwa na watu wake Bajar. Kipindi kabamba. We, unacheka nini? Lia. Ukae namna hiyo. Unacheka kitu gani? It is a serial boy. Madam, na wewe ni mrembo hivyo. Ndio anakuwa mrembo. Watu wengi wananiambiaga. Okay, ni sasa ukuwa manzi mrembo kama wewe. Badala uwe na watu kama DJ Afro. So, watu tuseme watu kama Mwenda Saba, ule wa Meru FM, watu kama hao. Unafanya nini na ng'ombe kama hii? Ni pesa tu. Haya, jamaa yetu na alikuja akachukua chapande huyo. Rudra Trifadhi. Rudra Trifadhi alikuja na akachukua chapadi sini kama hiyo hakika na kaamua kuchomoka. Hakuwa na jamaa wake. Lakini sasa hapa basi hao walikuwa wamepanga kufuata. Kusema wafuate, walipata gari zao zote zimeharibiwa gurudumu. Cheki. Jamaa tu bado anajitetea. Bangali. Na wewe ni mrembo sana. Bahut pasand hai. Lakini mimi ni gaidi. Okay, ni sawa tu. Yaani mimi nasemaga bora tu mtu awe na pesa. Hata nikuwa gaidi. Si ndio mimi sistuki provided bora tu uwe na chapa. Whether wewe ni muuaji, whether wewe ni mkora. Bai, nini demu yangu anakatiwa nikuwa tu hapa. Sasa mzee ndiye anaumwa. Demu yake anakatiwa mzee akiwa tu hapa na anaingizwa box. Mwanza anakatiwa na anaingizwa box. Mzee akiwa tu ara zenye wezi. Chapani hizo 5 million cash. Hapa basi walizichukua speed. Check bale. Unaona? Kisha wakazubaisha wale magaidi wasije wakajua pale mapo alipo. Wow. Sema jangili kufika walipata pesa na gunia, yani walipata gari na gunia. Na kisha hapa basi wao wameumilia. Hai Bareli ka genge. Hawa watu wameshakwenda, sisi sasa tutafanya namna gani? Wametuzubaisha. Mwanzo walienda wakaacha gari pale fulani, wakachukua gari nyingine na pesa wakaenda nazo. Kisha Manza akachomoka kumchezea mziki jamaa wetu. हो तो चांद की चांदनी भी आग जलाती है और रोशनी अंधेरा बन के काटने. Punde si punde chapa zimefika. Sonakshi Sinha, yani Manze Mitali, yeye hana shughuli, yeye anasema
bora tu ni mwanaume na ako na chapaa. Hataki kujua unafanyaga nini ama umetoka wapi. Bora tu wewe ni mwanaume na uko na chapaa. Wow. Alright. Walikuja na chapaa ile watia hasia ati wako wawili, wako na mabishta, wako na kikosi chao. Mzee, asante kwa pesa. Usiwahi ita watu kama sisi ndugu. Sisi tunaitwa kwa waheshimiwa. Jina lingine unaweza tuita wenye mali ama wenye anga. Unatuita wenye anga, wenye mali, waheshimiwa, watu maalum. Unatuita wenye prot, vitu kama hizo. We, ni aje naona unataka kunyang'anya huyu mzee dem. Huyu dem ni walika yangu, si walika yake Kambuyu. Na sasa si ni dem yake. Haijalishi. Sisi ni wa beard boys. Sisi ni watu beard. Tunapita mpaka na UDM ni aje. Sorry. We, atumutaana na bibi yangu. Sasa hata kama mtu ananyang'anya tumia. Sikiza mzee. Sio wale watu wanauaga mtu ati unakufa kifo mara moja. Sisi tunaanza kwanza tunaua sikio, tunaua jicho, tunaua mapua, tunaua makagale, tunaua mkono, tunaua tumbo. Kisha tunatoa mara, tunacheza nao Barbican. Unajua Barbican? Barbican namba 28 hiyo, hivi ndivyo si ufanya. Kisha alikuja akapatia Manzi akamwambia, hiyo ni 50,000 na tumepatana saa hii. Najua kuwa demu yangu. Wewe jiulize tu kuwa demu yangu. We. Waheshimiwa wenye pesa, wenye mali, wanaume wa nguvu, vijana, maboys, ma.com. Nini? Sema mrembo. Ni aje mresh. Kai, mimi nimeona nyinyi ndio mawina. So, kwa hivyo sasa juzi ndio mawina. Si naweza jiunga na kikosi yenu ya majambas mawina. Nyinyi akamzee nikawana. Haya hapana, natakagi wanawake. Poa nani? Poa. Udem. Hafai anahitaji mtu kama mimi. Ni aje, unajua sisi ni majambas. Lakini kuja tu kama unataka. Bye. Guy. Mtu anyang'anywe pesa alafu imagine wakuchukue mpaka demu yako. Hii ni madharau. Yote heri waende na pesa. Demu mzuri kama huyo ni olimo nekoila. Unaona vile amelifanyia. Okay, mtafika mbinguni tu mtaona. Mudhali wachwa na pesa wakaenda nazo. Watu hapa si ni rude boys. Na wakaenda na Manze na yeye ni wale basi bad girls. Hataki kujua. Kai mnakaaga huku. Bora tu majamaa wako na pesa. Mpaka hapa basi bila shaka pale ule jamaa wetu Rudra Trifadhi anashindwa. Huyu ni Manzi wa aina gani? Haya, sasa walikuja wakamwambia Manzi watu hapa wanakuwa majambas ni wengi. Na wengi wao ni Mahagere Tigers. So, wewe utakuwa unakaa hapa down sea level. Watu wanakaa kule juu, wewe unakaa hapa peke yako. Sawa? Otherwise wewe ni mali ya maini. इनके सोने का इंतजार. Okay, na ujue hii mambo si poa jo. Hiyo uhagere uko nayo. Rudra Trifadhi anamwambia jamaa wetu Raja Misra, hii mambo ya kuanza kuleta mademu basi kwenye operation sio kitu poa. Lakini hata hivyo alikuja akatafutia Manzi pale kupolea basi Manzi akadozi na kadhalika, pesa ndizo hizo, wagawane wajue venye watafanya. Na ikafika nyakati basi za usiku. Jamaa kuamka usiku akashindwa Manzi ameenda wapi. Na alikuwa anataka kwenda kujitetea. Haya, akachukua bunduki faster. Mwanzo amemkosa Manzi. Na ajua Manzi ni Manzi mtu wa aina gani. Akatoka na bunduki speed. Lakini kufika alipata Manzi amepatiwa kibarua. Sasa kwani nyinyi wote ni mimi nitakuwa nawapikia? Alipata Manzi amepatiwa kibarua cha kupikia watu. Kumbe huyu Manzi upande wa kupika msosi ni Manzi mmoja basi wa nguvu zaidi. Anapika chakula kitamu sana tena zaidi. Hiki chakula ni kitamu sana. Okay, sasa tumepata maid. Atakuwa anatufulia nguo, atakuwa anatupikia chakula. At least sasa tumepata maid. Ati maid. Sasa jamaa wetu alijam. Kuja kamchukua Manzi. Okay. Kuja Mitali. Ilikuwa Sonaksi sina jina lake la sinema ni Mitali. Kuja Mitali, twende. Huyu jamaa anakutumia vibaya ati maid. Unawezaje leta demu hapa waseme wamepata maid? Kuja twende. Ni nini? Unawezaje sema demu yangu ni maid? Anajitolea kupika. Demu wangu Manzi nimekuja na yeye. Unasema atakuwa maid. Hata wewe Rudra Trifadhi Manzi, tunaweza kosana wewe mbaya mbovu. Unawezaje mfanya Manzi hata ni wakati watu wanafaa kupumzika, wewe unaamsha hapa kunini kupika? Okay, baba raipole. Manzi alisema anapenda hiyo job. Na anafurahi sana akitupikia. Na tuwezi tukakosana naye kwa sababu yake. Kama kweli kuna haja naye kabisa, kuanzia leo hii hata mimi nimemfanya basi my sister in law.
Okay. Madam. Pole. Kama nimesema kitu mbaya, naomba msamaha. Kama nimekosea, naomba msamaha. Kuanzia leo hii utakaa hapa kama dada yetu. Lakini sasa mkisema mimi ni maid, kuanzia leo hii wewe sio maid. Vavarai, kwa sababu ya kumvuruta, mwambie unampenda. मुझे I love you. I love you. Hiyo ni kama apology. Alimwambia manzi, nataka ujue nishakupenda, roho ishapenda manzi, na ishapenda. Kwa hivyo, hiyo ndio nataka kuambia. Utakaa na mimi kama mtu wa mine. Mwanzo nishakupenda. Gawaje mimi ni jambaz. Sasa punde si punde arapigiwa mwashiriano hapa basi na Rambabu Shukia. Rambabu Shukia alipiga mwashiriano. Johu. Akamuuliza Vavara ye. Mukaenda mukapata Mungu wa chama chetu. Mwanzo Bajara ni kama ndiye Mungu wa hii chama chetu cha upinzani. Mukamuteka nyara. Na kisha hatimaye mukachukua milioni 5. Kupitisha zaidi na kuongeza zaidi mukaiba demu yake. Mumejikosea nyinyi. Vavara inasikia ni kudhuku. Tunaambiwa tutoke huku tuhepe. Kwa nini? Ati kucheza na Bajara ni kucheza na chama chote cha wanasiasa. Ndipo Manza kuambia si basi tuhepeni twende upande wa Mumbai. Tagni. Mumbai sijui mtu yoyote. Manza kuambia kama basi mnataka kuhepa, mimi najua Mumbai vizuri zaidi. Kuna siku nilikuwa nafanya kazi huko. Kwa hivyo I love you too. I wanna take you to Mumbai. Asante Sarishi wanachukua ndege na kisha moja kwa moja kama kwa upande wa Mumbai shusha. Sasa kumbe ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa yake jamaa wetu hapa basi Raja Misra. Yani Saifar Khan hapa basi bila shaka pale kupanda ndege. Sasa alikuwa na stress. Check maneno. Ndio sababu ya kuhepa huku upande wa Rukno waelekea hapa basi bila shaka pale upande wa Mumbai ni juu wameambua walifanya makosa kucheza na Banjara na Banjara ni mbaya sana. Kwa hivyo hapa beshi negogowa anaona ndege likipajua ngari nasema ataanguka. Hata hivyo hapa basi walikwenda moja kwa moja hadi kwa upande wa Mumbai, India. Sasa maridadi walikwenda moja kwa moja hadi kwa upande wa India, yani hapa basi upande wa Mumbai. Jamaa wetu Raja Misra wakuwa hapa basi na Rudra Trifadhi haraka lakini na manze wetu Mitari Erwa Mitari nimekishafahamisha basi jina lake original ni Sonakshi Sinha. Haraka lakini Rudra Trifadhi jina lake original ni Jimmy Shagil, na jamaa wetu Raja Misra jina lake original ni Saif Ali Khan. Hatimaye basi hapa walikuja kukomboa maskani, akaanza kukaa, kapata kaparo ndiye huyu. Kaparo ni chakula gani mzuri mnaweza pika? Mimi naweza kuletea hata ukitaka spinach imechanganywa na sukuma wiki kisha ikatengeneza motora. Yaani hii motora itakuwa ni motora ya spinach hadi sukuma wiki hadi kabichi. Hii motora inaitwa motora special. Okay. Sawa sawa. Jua kupika chakula mzuri, enda